robo saa. Karibu sana, natumai hujambo popote ulipo. Kumbuka mojawapo wa zile taarifa zetu kwa mataarifa yetu kuu ambayo tunaipa kipaumbele leo hii ni mkasa wa eneo la Embakasi hapa jijini Nairobi, ambapo mtazamaji, kufikia sasa tunaripoti kwamba watu watatu wamepoteza maisha yao kufuatia kulipuka kwa mtungi wa gesi katika eneo lile, na bila shaka wanahabari wenza wako katika maeneo mbalimbali, hospitali mbalimbali, ambapo tunafahamu fika kwamba takriban wagonjwa 270 hivi wamelazwa katika hospitali mbalimbali katikati ya jiji wakiendelea kupata matibabu. Na hivyo basi tutakuwa tunaungana nao vile vile. Kelvin Nyakundi yuko katika eneo la mkasa pale Embakasi na atakuwa anatueleza ni yapi yanaibuka. Tunafahamu kwamba vile vile Isaac Mwaura ambaye ni msemaji wa serikali yuko pale na atakuwa anatupengine kutupa ile tathmini ama taarifa kuhusiana na pale ambapo uchunguzi umefikia, shughuli pengine ya kujaribu kuokoa maisha pale imefikia, na mambo yanayofungamana na mkasa huu ambao ulitokea mwendo wa saa 5:30 usiku wa kuamkia leo. Karibu mtazamaji, mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva, siko peke yangu. Niko na Pius Masai, ni mtaalamu wa majanga. Tunaungana naye kwa njia mtandao, yuko katika Kakamega. Pius, natumai unipata kikamilifu kabisa. Kwanza kabisa, hujambo? Jambo sana, nipata kwa kikamilifu kabisa, niko tayari kuchangia. Naam, moja kwa moja nataka nipate kauli zako kuhusiana na huu mkasa ambao tumeamkia pale katika eneo la Embakasi. Kwa mara nyingine tena tunaripoti maafa. Je, wewe umepokea vipi mkasa wa aina hii asubuhi ya leo ama siku ya leo? Nimesikitika sana, nasema pole sana kwa Wakenya kwa kuwa tumepata mkasa wa aina hiyo kwa umri huu wa Kenya tukiwa huru kwa miaka nyingi. Ile kitendo kimetokea sehemu ya Embakasi ni kitendo mbaya sana ambayo serikali nitakana ichunguze kwa uadilifu sana, na wale wote wanahusika wachukuliwe hatua, wastakiwe kwa makosa mbalimbali, kwa sababu mambo kama hayo kwa hali ya sasa ile uchumi ni ngumu sana, wananchi kufariki, wengine kuumia ni mbaya sana. Mimi naongea nikiwa na utaalamu kwa sababu mimi hata nakaa kwenye Kenya Bureau of Standards kwa mambo ya kuangalia mambo ya dangerous goods, mambo ya transportation and handling, disaster management, health and safety, na pia nafundisha Masinde Muliro University, na pia nilikuwa mtaalamu aliyekuwa katika National Disaster Management Unit. Nasikitika kwa sababu ile kitendo kimetokea, kitendo kibaya sana. Wale wanahusika kwanza kwa kuangalia usafiri, uwekaji na mambo yote ambayo yanahusika na kemikali kama hizo. Kuna mambo mengi sana nitakana angaliwe imefanyika kwa njia mbaya, na pia ile mkasa wenyewe ulitokea, ingekuwa muhimu sana ichukuliwe kama kitendo kibaya sana. National Disaster Management Unit ile yangu ya zamani, najua wanafanya kazi nzuri, wachukue uongozi, wawe na stakeholders, wale wengine wote waweke system in place, wasingojee government spokesman awe yeye anadeal na mambo kama haya. Yeye katika incident management system kuna communication officer, angekuwa ana update the public cautions, warnings, ambayo ile kitendo imetokea. Wale wa karibu walifanya kazi ile wanaweza, lakini wale sasa national na agents wale wengine wote bila wamefika pale, waweke utulivu, waweke mikakati ya kutosha. Sasa ndio kazi imeanza, kwa sababu mambo kama haya ikitokea sio kama ile accident imefanyika ama incident kwa jao OCS kwa jao CPT. Hapana, hii ni kazi baada atakaa utaalamu, wale government chemist inatakana disaster response unit ile military, na wataalamu wako wengi katika Kenya, wakutane wasaidie kuwezesha ile investigation, kwa sababu moto kama huo ukitokea vile umetokea umeadhiri watu wa mbali sana, kwa sababu kuna ile heat, ile joto, kuna ile hewa ya watu inaingiza ndani yenye mwili, na kuna wale wamechomeka. Kuna pia kuangalia hii vile ilifanyika, upepo ulikuwa unaelekea sehemu gani, mahali upepo ilikuwa inaelekea huko ndio sana heat imeelekea, na madhara mengi ni pale. Hiyo ni maana indakana kuwa na ile sasa recovery process ya maana. Siko Nairobi, niko Kakamega, lakini hata mimi ningepewa nafasi watume ndege hapa Kakamega chopa niende nisaidie wenzangu. Hiyo kazi sio rahisi, najua kazi inafanyika. Lakini pia mimi naomba nderi mambo ifanyike zaidi kushinda vile ilivyo. Wale watu wameathirika wengi sana, sio ile inasemekana wamekufa wale wachache, wameumia wale wachache. Hapana, hiyo joto imeumiza population kubwa sana. Na ukiangalia ile mahali
ukiangalia mazingira ya pale, inamaanisha wale watu wameathirika ni wengi sana. Kama mtu yote anajihisi maumivu yote, kupumua, kusikia choto mwilini na kutojua kuzungumza vizuri, kuumia, aende hospitali. Na pia unapata watu wengine kitu kama ikitokea wanaungua kama chifu. Nakumbuka ile sasa ilikuwa kule Lang'ata, ile ya kijiji. Muda kidogo tulipata watu wameungua, na wameungua sana, hata wengine wamekuwa chifu. Hata wewe ni mtu lazima uwe na utaalamu unaofaa ukiwa ni mtu ama ni chifu ama ni vitu vinafaa. Bila shaka wale ambao wote wameathirika kwa njia moja ama nyingine, mwelekeo hospitalini, msije mkawa pale mkidhania kwamba mko salama salmin. Pius, pengine tuzungumzie hiki kituo cha gesi ambacho kimekuwepo hapa, wakazi wamekuwa wakiishi nacho. Vituo vya aina hii vya gesi vinapaswa kuwa na usalama wa aina gani? Ni nani anashughulika kuhakikisha kwamba pengine vituo kama hivi ama biashara za aina hizi ziko na usalama wa kutosha endapo kutatokea mlipuko? Kwa mfano, tunaokoa maisha ama wakazi pale wako salama, wasije wakawa kama vile tunaripoti sasa wengi wamepoteza maisha yao. Tunajua kwamba tunaarifiwa kwamba mlipuko huu ulielekea hadi umbali wa takriban kilomita 1 hivi. Pius, ile sehemu ya moto, ile kitendo kama inatokea, inakana watu wawe sehemu kama 500 meters mbali na ile kitendo kimetokea, na wanaangalia upepo inaelekea wapi, evacuation inafanyika, sound warning, watu watoroke, toroka, moto umetokea, watu wahame. Sasa hiyo nitakana wananchi wa kawaida wawe na hiyo mikakati, na ni wajibu wa national government, county government na sisi zote. Katika national plan imeeleza nani atakiwa kufanya nini na nini, kwa sababu mambo ya mikaza ni ya serikali kuu na serikali za county, na kuna vitengo vile vya serikali viko vile vina ile mipangilio kuangalia inakuwa namna gani. Ni watu wengi wanahusika na mambo kama haya. Kwa hivyo ni muhimu sana wale watu wote kutoka kwa national government, county government na zile vitengo sasa management unit, national disaster operation center, wafanye kazi na wale stakeholders wengine, wafungulie milango, wafanye na wao kazi. Kitendo kama hiki kikitokea, waitane urgent incident commander, afanye hiyo kazi, aite watu wa DRU, response wa military wako na capacity, government chemist, aite National Youth Service, Kenya Red Cross, waache mambo ya huduma ya kwanza, St. John Ambulance, na county government hiyo mstari wa mbele. Kama sasa tena nakueleza, hawa wananchi wanataka misaada, wameathirika, nitakana saa hii kuwe na recovery objective ambayo angalia mambo ya kuangalia investigation, mambo ya kuangalia humanitarian need, food and non-food items, mambo ya shelter. Kuna ile mambo ya kuangalia matibabu, kuna mambo ya social support and counseling services, na mambo mengi sana. Ingekuwa sasa kile wataalamu kama Kenya Red Cross na National Disaster Unit pia wanaangalia households, how many estimated, watumie machief, watumie administrators, water administrators, wale wako pale wana hiyo information. Na saa hii hiyo mahali nitakana isingirwe kabisa, utaalamu uendelee. Hiyo sio kazi ambayo watu wana walk in walk out. That area should be well cottoned, na wale watu wote wanahusika wastakiwe. Kuna CAPE standards ambazo I'm a member of them, we develop standards. Kuna standard ya Kenya ambayo iwe open kwa kila mwananchi, county government, national government na nani yote. Hiyo inaeleza kile kitu kinakana kifanyike, na kemikali zote na vitu zote zinahusika na CPRNE, yani vitu zote zinahusika na vitu aina hiyo. Sio mambo rahisi, na la muhimu wananchi ndio wanaathirika, hawana habari. Utapata wao wanataka kufika pale wajue nini naandika imefanyika. Ni vibaya sana kungojea mpaka government spokesperson rafiki yangu huyu Honorable Maura aende atoe ujumbe. Hiyo ni vibaya sana. Inatakana pale incident management, proper planning, kuwe na communication officer ambaye ana trace wananchi through the permission of the incident commander, ana update wananchi ya kwamba sasa kimetokea kitendo hiki, let's evacuate. Saidia ile watu kuevacuate kusonga mbali. Evacuation is moving away from the incident, not coming to the incident. Alafu mpango iangaliwe ya kwamba sasa imetokea namna hii, nini inahitajika. The public must be updated timely and all the time, advised to keep away but be supported to get the information, and also identifying their needs
so that they should be satisfied in that they should become not secondary victim of the incident. Na pengine Pius Masai, kuna swali hapa ambalo ningelirushia kitengo cha Msalaba Mwekundu. Tumekuwa tukimsubiri hapa Venant Ndigila, lakini angali hayafika. Lakini swala zima la usalama wa kibinafsi, mtu binafsi uko pale, umesikia mlipuko ambao si wa kawaida, ni usiku wa manane. Hatua ya kwanza, dharura ya kwanza ambayo mtu anapaswa kuchukua ni gani? Wengine wanasema walikimbia sana, lakini moto bado uliwapata. Inakuwaje hapa? Leo muhimu kwanza, ukisikia emergency ya aina yote inategemea ni nini. Ni moto, ni risasi, ni maji ya hiyo kama ile ya solai, ama ni nini inatokea. Sasa wewe binadamu inatakana kama kule uzunguni, wakitokea kitu kitokea, tukio likiwa mahali, watu watatoroka wakielekea mbali sana. Na hapa kwetu nchini ya Kenya, ikitokea tukio lolote, watu wanakuja wanataka kuangalia ni nani, risasi imepitia hapa, ama moto umefika wapi, ama ni nani anahusika nayo, ni polisi, ni military, ni gaidi, ama ni nani. Hiyo ni vibaya sana. Wajibu wa kwanza ni mtu binafsi. Lakini watu wetu wengi wa Afrika, wa Kenya hawana habari. Ndio mimi naona ofisi nimeketi hapa, ndio ofisi nimeanzisha chuo cha kufundisha watu wa Kenya na kutoka popote for free, na utaalamu tuko nao. Lakini watu wetu wa Kenya hata kuambia ndio msome haya maneno, wanasema utatulipa pesa, utatupatia nini? Hakuna. Kama sasa nimekaa kwenye ofisi imeandika maandishi haya yote, lakini wale wanakuja hata wasaidiwa wako. Na pia hizi county government zikiona watu kama sisi wataalamu, wanafikiri tumekuja kunyang'anya kazi. Kwa hivyo nitakana sisi zote tuwajibike, tufundishe wananchi wetu. Na county government zio kwa mwelekeo wa mbele. Ile watu wanachukuliwa kama director wa disaster. Wale ministers in charge of disaster. Wao watu wanaelewa kazi yao, wafanye kazi yao. Ile vitengo vya serikali vile viko sasa, vifanye ile kazi nitakana vifanye. Sio watume kazi na wakubwa wao. Wakati mimi nilikuwa pale, mlikuwa naona kitu kitokea, naenda mwenyewe, naambia Inspector General nimeelekea Narok, nimeelekea Abadeas, nimeenda Nakuru. Ndio maana sisi kama wataalamu hatuambii kitu cha kufanya. Wewe mtaalamu unaketi pale unangojea uambie kazi ya kufanya, nani atakutuma pale? Kama sasa hivi kazi imekuwa pale, saa hizi vitengo zote zinahusika na mambo yote zingekuwa pale. National Disaster Management Unit kiongoza, kwa sababu the national plans inapea powers. National Disaster Operation Center hao wanaleta resources, wanapea National Disaster Management Unit. And what is National Disaster Management Unit? Is about all line ministries, department, sections, agencies, organizational partners and volunteers. It's about all of us. Sio wewe ama yule, sisi zote wana habari. Alafu wana habari wanafanya kazi nzuri sana, wanaangazia. Tulifungua ukurasa vile nilikuwa pale, wanapewa nafasi hawa wanaangazia, na pia wanapewa ile kitu kimeendelea vile kilivyo sasa, wananchi wapate habari, waendelee na kazi ya kawaida wakijua mambo yako sawa. Lakini sio kuficha habari mpaka huyu mnenaji wa serikali acha aseme hiyo hapana, mambo hayafanye namna hiyo. Tuzungumzie uwajibikaji. Tuko na vitengo mbalimbali, tuko na halmashauri ya kudhibiti mazingira ukipenda NEMA, tuko vile vile na tume ya kudhibiti kawi ukipenda EPRA, na tumemuona seneta wa kaunti ya jiji la Nairobi Edwin Sifuna akisema kwamba sasa watawaita kwenye kikao waulize baadhi ya maswali wajibu. Je, ni nani anapaswa kuwajibika kabla hata ya kufika hapa ambapo sasa pengine asasi hizi za serikali zinataka kuwaita ili kuwahoji kuhusiana na mkasa huo? Tunaambiwa kwamba uchunguzi utachukua siku 14. Huu si ni muda mrefu sana, ama wadhania vipi wewe kuhusiana na uwajibikaji kabla ya kuja kuchukua hatua kama hizi? Mimi nakueleza, Kenya tunapenda kulala. Papers don't work, people work. Mambo ya kusema mambo kama haya imesemekana haisaidii. La muhimu watu wafanye zao. Sheria ya Kenya najua National Disaster Law itatoka ya national, lakini policy iko, national plan iko, na vitengo vyote viko. Watu wafanye kazi yao. Hii mambo ya kusema kitu kitokosea tutafanya, huyu atafanya, hiyo yote ni upusi mtupu. Kitu leo nasema hivi, wote sisi tufanye kazi. Kungojea wananchi wanakufa wanaumia, alafu sasa naenda kusema hii mimi sikubaliani na mambo kama hayo. Vitengo vinavyohusika ni vingi sana. Mambo kama haya vile yametendeka yanaweza suluhika kulingana na mafundisho ile yanayotolewa. Imagine kuna ward administrators, kuna machiefs, kuna police, kuna NYS, kuna watu vitengo vile vyote. Serikali imefanya vile inaweza kuwa. Na serikali, mimi naomba rais mkono. Na rais amefanya kazi nzuri. Lakini hawa watu na wako wanajaribu. Lakini wale watu wamepewa kazi, hawafanyi kazi zenyewe. Watu wataenda nyumbani. Hakuna haja kuweka watu kwa offices ambao wao wanapokea mshahara hawafanyi kazi.
Hiyo hayo mambo yote yanatokea kwa wakati huu kwa sasa, ni mambo ambayo haitakani kuwa inatokea, mambo ya upusi mtupu, sio mambo ya kwenda kupanga, ni mambo ya kuzuia. Na pia kitu kama hiki kitokea, uone vitengo vile vinaruhusiwa vio mstari wa mbele. National Kenya Red Cross hapana serikali yenyewe. Kuna National Disaster Management Unit, kuna National Disaster Operation Center, hao wanaongoza. Kukuwa na director wa disaster akiwa mbele, akitaka resources aina zote, akiambia huyu bwana Owino, huyu wako Nyaya House, nataka. Alafu wananchi wako tayari kusaidia. Mimi wakati nikiangalia mambo ya mikasa, raia wako na resources nyingi, lakini vile tunazotumia tumekataa kuzitumia. Tunangojea ma statement, tunangojea kuonekana, tunangojea kuwa kwa TV na radio. Hiyo haisaidii. Pius Masai, swali lingine ambalo pengine nitakurushia ni kuhusiana na jinsi tunajitayarisha, na iwapo huwa kama taifa tunapata mafunzo kuhusiana na kujitayarisha na majanga. Tuko na mkasa ambao ulikuwa umetokea wakati mmoja pale Sinai, mkasa wa moto ulikuwa kwenye mtaa wa Mabanda. Tumekuwa na mikasa ya majengo kuanguka katikati ya jiji, alafu watu wengi wanapoteza maisha yao. Na sasa tuzungumzia hije, huwa tunajiandaa vipi kama taifa? Tunazo sera za kutosha, mwongozo wa kutosha, ili kuhakikisha kwamba pengine wanahusika wanachukuliwa hatua madhubuti, na basi pengine kama miliki mfano wa hiki kitengo, iwapo pengine kungekuwa na sheria, basi pengine angekuwa amejiandaa, hatungepoteza maisha, ama ingekuwa vile umesema umbali wa zaidi ya mita pengine 500 kutoka kwa makazi ya watu. Mimi nakuambia Mkenya ananisikiza, yote ananisikiza, hata kama rais anaamini nikiongea ama yote na minister. Kenya tuna uwezo. Tuko na kila kitu. Nchi za jirani, nchi zile zingine zinatumia ujuzi wetu, makaratasi zetu. Papers don't work, people work. Tunangoja nini ndio ifanyike? Hii mikasa ambayo inatokea ni kitu ambayo itakani ifanyike. Nimeambia nyinyi ya kwamba national plan peke yake inatosha. Na vitengo serikali imeweka viko vinatosha. Lakini watu wajibikaji. Wafungue milango, wafanye kazi na wataalamu mbalimbali, na kila mtu afanye kazi yake. Hakuna haja kuandika mtu kazi kwa sababu ya kujuana, kwa sababu ni mtu ambaye anataka pesa tu, sio kazi. Kule ng'ambo mtu andikwa kazi kwa sababu ana utaalamu. Lakini hapa kwetu tunapea mtu kazi kwa sababu unamjua, kwa sababu mtu anataka anaacha pesa. Sio pesa hizi ya kisherezi, hata wewe tutashika nazo. Watu wote wakifa duniani waishe, hiyo pesa utapata wapi? Tuna muhimu watu wafanye kazi, wale wako ofisini wafanye kazi. Hakuna kitu kinahitajika mpya. Hata kaunti zingine ziko na disaster law, sio hata utilize. So mimi nasema hivi, kitu ya muhimu ya kwamba vile vitengo vya serikali vifungue milango, vifanye kazi. Hata niuliza ushauri kwa watu kama sisi. Tuna uwezo na tuko wengi, tumeenda nyumbani, hatujashindwa na kazi. Tuende nyumbani kwa sababu miaka imefika 60, lakini tuko na nguvu ya kusaidia serikali. Hata sasa hivi ofisi tumefungua hii, nasaidia serikali. Na niko na wataalamu. Nimefungua PMAC International, Global Professionals. Wote tunafanya. Hata tarehe 15th I'm giving out 100 chairs nimepewa na mwananchi. Nimeomba tu nipewe viti 100 kutumu nisaidie wale watu wanaumia kwa mikasa kama haya. Nimepewa viti 100 free of charge kwa siku 2. Na yoyote nikiwa hapa Nairobi sasa nikitaka misaada, niitishe misaada watu wapate. Hao wananchi huwa wanatoa misaada wa West. Unaona wakati nilikuwa Lang'ata, nilitia misaada, watu walileta rolls zikapanga ni kama cereals. Classroom zote zikachaa mikate, zikataa nguo. Pesa zikaanza kuingia pale kwa M-Pesa. Wananchi walipata ile mambo inahitajika. Tusingojee kuitisha misaada mambo ikitokea kama haya. Tuzuie mikasa. Na serikali imefanya vile inaweza, lakini serikali ni mimi na wewe. Sio rais, sio vice president, sio ma ministers, sio ma county, sio ma governors. Ile watu wale wengine wote, kuna kitu inaitwanga, kuna strategic leadership, kuna operational na tactical. We fail in the tactical and we fail in the operations. The strategic leaders cannot be on the ground. Ndio naona kama spokesman anakuja kwa incident ambayo ndakana hiyo deal with the instant communication officer. Anasumbua kama spokesman ambaye ana kazi mingi kuja kutenda small issue ambayo ingekuwa dealt with the level of that instant commander communication officer. Where is the responsibility of the instant commander? You must timely inform the public to evacuate for safety, and if incident happens, then deal with it, assign responsibilities by objectives, not by crisis. What is happening in this country? People are doing management by crisis and not management by objectives. Reactions, not proactive. What do you want me to tell you? What are you not seeing? Hali ya kusikitisha mno. Pius, tuzungumzie
swala la fidia. Hawa ni watu ambao sasa wamepoteza, wengine wamepoteza makazi, wengine wamepoteza wapendwa wao, wengine sasa ni kesi, manake wameumia, hawezi wakafanya chochote, sasa wameacha vilema. Inakuwaje hapa? Maana sasa hii ni kesi ambayo huenda itafululiza kotini. Mara nyingi huwa inakuwaje hapa? Tunajua kuna mikasa ambapo pengine miaka 10 baadaye ndio kunatokea haki, wakati mwingine hata hakuna haki. Inakuwaje hapa mara nyingi? Mimi nakueleza hivi kwa urahisi, mkasa ni kitu mbaya sana. Na mikasa ikitokea kuna madhara mengi sana, watu wanakufa, watu wanaumia, mali zinaumia. Saa hizi ndio wakati sasa National Disaster Management Unit na washirika wake wote wangekuwa saa hizi wameweka zile mikakati za kuangalia katika hii janga limetokea nini inahitajika. We call them objectives. The objective moja ni humanitarian, kuangalia hawa watu population ni ngapi, estimated population, kama bado wanafanya hiyo real. Alafu saa hizi waitishe your food and non-food items, waangalie mambo kama kuna watu wanataka kuwa evacuated to a safer area before makazi yao itengelezwe. Na county government ya Nairobi ikiongoza, sio kazi ya governor mwenyewe. Governor ana kazi nyingi. Kuna mtu wa disaster wa Nairobi anafanya kazi gani? Kuna minister wa disaster Nairobi anafanya kazi gani? So la muhimu ni wao kuwa mstari wa mbele, waangazie umma ya kwamba mkasa umetokea, haya mambo yanahitajika, tunataka tufanye hiki na hiki. Na pia mimi na appeal kwa wananchi wakitumia shirika langu la PIMAC International peana msaada wote. Mimi nitahakikisha kwamba hii msaada imeenda kwa wale wanataka kusaidia, because mimi pia nafanya hiyo kazi. Kwa hivyo yale mambo yako saa hizi ni mambo makubwa sana, sio mambo ya mtu mmoja, lakini ya multi-agency stakeholders. Kuna mambo yanahusika na uchunguzi, sio DCI peke yake. Kuna watu wa fire, kuna watu wa makemikali, kuna Kenya Bureau of Standards, kuna government chemists na zingineo nyingi sana, mashirika mingi sana. Kuna Radiation Protection Board, kuna watu wa NEMA, county government yenyewe, kuna public works, name it. There are so many authorities ifanye kazi yao. Na pia wale watu wa intelligence wasaidie rais, waangalie nani anasembea, wasaidie county government. Na pia county government yenyewe iangalie katika mikakati zake wale watu, wale administrators wale local wanafanya kazi gani, national government wale machief wanafanya nini, wale watu wote wale wanahusika na sectors mbalimbali, kila mtu afanye kazi yake. Ni wakati huu sasa mambo makubwa sana yako sehemu ya Embakasi, sio mambo yale kidogo. Tunakumbuka wakati ile kisanga kilitokea kule Naivasha, ile nikaenda kule nikapata wamefunga kazi usiku, wamesema mambo yalisha, na kumbe mambo bado ndio mambo yakaanza tena. Nikaleta watu wataalamu, tukaendelea na kazi upya mchana mpaka tukakaa muda mrefu. Kwa hivyo hii kazi iko pale Embakasi, sio kazi rahisi, sio kazi ya kusema ni siku moja ama siku mbili ama siku tatu. Ni wataalamu wenyewe watasema ni siku fulani fulani, kwa sababu kuna samples zinachukuliwa kwa utaratibu pole pole. Utajuaje nyumba hii ni ya huyu? Utajuaje hii chifu ni ya mtu huyu? Hii kitu ni ya mtu. Kuna mambo mengi sana mpaka baadaye yule incident commander saa hii mwenyewe atakuja sema everything has been done, now the area can be open for the public, but as it is that area must be sealed. Wale wananchi wa huko wale walikuwa pale wapewe makazi tofauti, wapewe misaada ile inahitajika, wasaidiwe. Sasa hivi wakati sasa serikali kuu isupport county government of Nairobi na ile misaada ile inayoweza. Ndio inasemekana hivi wakati ya mikaza mambo mengine haifuatwi, mambo ya procurement haifuatwi, mambo inavunjwa kulingana mikakati ya pale, watu waketi wanaandika documentation nzuri na mambo yanafanyika. Na kitu ya muhimu sana, who is the incident commander? Yule incident commander saa hii ndiye angepeana serikali mwelekeo. Yeye ndiye anachukua uongozi, anapeana national government mwelekeo, rais apate habari kamili, gavana Nairobi apate pale kamili, kila mtu afanye kazi yake. Sio mambo ya watu kuja kusimama kwa kamera kungojea kila mtu anaenda pale na kusema yeye anasema hii. Hapana, sio wakati wa kuzungumza tu, ni wakati wa vitendo. Ile kitu inakosa nchi yetu ya Kenya, tumesoma tuna kila kitu, lakini hataki kupeana watu kufanya kazi, na hata wale wanafanya kazi wenyewe wanataka pesa. Hawataka kufanya kazi. Hizi pesa huwezi tosheka nazo. Pesa huwezi ukatosheka nazo, ama kweli kazi ingalipo na watu waende pale washirikiane ili kuhakikisha kwamba swala hili linapata suluhu mwafaka. Basi kabla ni kuruhusu uondoke tunapomalizia
Tuzungumzie kuwepo kwa pengine vituo kama hivi katika mitaa ambapo watu wanaishi. Mtu mwenyewe binafsi pengine unapona kwamba huenda ni hatari, unapaswa kufanya nini? Unapaswa kwenda kuripoti wapi? Mara nyingi watu hawajui hata watafanya nini, wataripoti wapi. Manake ndio twahitaji hivi vituo kwa sababu vinasaidia maisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini vile vile kama mtu binafsi, kama mkazi unakaa mahali, unapaswa kufanya nini hapa ili usije ukajipata katika hali ya aina hii? Na mimi kwanza mtu binafsi ndakana mtu aelewe mazingira yake. Haya mazingira sio sawa. Kuna majanga mbalimbali. Vile tunavyoishi naelewa kwetu kiko vipi. Kuna majanga ya mioto, ya makaidi, nyumba kuporomoka. Sasa ni muhimu wewe popote ukienda hata ukienda kazi, angalia ile mazingira unayo, uko pale, nini inaweza tokea, tukio linaweza kuwa nini. Na sasa kama ni moto, nitakana wewe kwanza kwa nyumba ama kwa ofisi uwe na kitu kimfuko kinaitwa emergency evacuation bag. Emergency evacuation bag ni mfuko ambayo uko na kitambulisho chako, certificate zako, na kidogo nguo, dawa, vitu muhimu viko karibu na wewe. Ukiona moto kidogo unaweza kuusima. Na moto inategemea ni moto wa mafuta, ni moto wa aina gani. Kila moto na gesi na fire extinguisher imeandikwa inasema moto wa aina fulani. Na hata hizo fire extinguishers asiyezima moto mkubwa. Moto ndogo unaweza sima hata kwa mkono, unaweza kanyaga, unaweza fanya vile unavyoweza uzime. Lakini moto ukishakuwa mkubwa, ukipanda juu kwa ceiling pale juu, hata hii fire extinguisher haiwezi. Na hii fire extinguisher iko na nini kidogo, liquid kidogo ama gesi kidogo. Sasa la muhimu ni kupiga simu kwa wataalamu wa mioto ama kwa police station ama kwa administrator ama polisi ambaye anazaita wale wasimamoto wa county ama wale private waje haraka. Hata kama moto utaweza kuuzima, lakini moto umeanza na unaendelea kuwa mkali, ukiwa karibu tumana habari, piga 99112 ama kama namba ya fire kama unayo itana. Moto. La muhimu ni kutoroka, utoke nje, uende kwa assembly point. Kama ni building watu wanakwenda waende pale wafanyie pale accountability ama weke mikakati pale ya kujua vile utasima huu moto. Na la muhimu ni kuwa na mikakati ya kufanya majaribio, mafundisho ya fire safety kwa kila mahali. Na national plan ya Kenya inaeleza when can that be done. Wakati gani za fanya mazoezi kama hayo. Na wataalamu kama sisi na wengine tuko na nafasi nzuri sana ya kusaidia. So la muhimu kila mtu lazima aelewe moto unaweza tokea popote. Awe mtoto, awe mtu mzima, lazima wote wawe na nafasi ya kuelewa kitu ya kufanya. Ndio maana tuko na course inaitwa emergency management. Emergency management training is a training that empowers the juniors, the seniors, the elderly, the adults, everyone at home, at work, at office, at the church, at mosque, so that all people must be aware how to prevent fires and any other hazards, and also wakati imetokea nini itakana ifanywe. La muhimu kutafuta nafasi ya kutorokea salama. Kutoka mahali salama, huko ndio unaweza kuwa na mikakati mizuri. Ukitaka wewe kubeba TV, unataka kubeba cabbage, unafikiria kipande unjui kiko wapi, hiyo ndio inaleta madhara. Nimesema hivi kama nini unazisikiza kutoka leo kwa ofisi, kwa nyumba yako kuwa na kila inaitwa emergency evacuation bag. Hata mtoto wako ile mdogo aweke vitabu zake pale, kalamu pale, viatu. Akisikia kuna harufu ya moto, aseme moto, alafu atoke aende mahali salama kwenye assembly point. Pale ndio wataweka mikakati na simu itapikwa. Na pia naomba National Disaster Management Unit, wale watu wangu wale nilianzisha, wajaribu kufanya kazi na watu wote wako Kenya, mikakati sifanyike, mafundisho endelee katika vyuo vikuu, katika mashule zote, katika makanisa, katika maofisi zote. Naambia rais pia hawa watu wapewe pesa, wapewe magari. Na naambia Inspector General wa polisi. Na kumbuka nilikuwa pale nikisimamia hiyo kazi, mimi nilikuwa na ndege standby. Huyu director sahihi Bwana Wino alikuwa ananipa ndege nikitaka. Na nilikuwa nimefanya na mikakati na Bwana Inspector General kwamba mimi ndege nikitaka siombi Inspector General. Nikitaka kuita jeshi siende kwa KTF ya ulinzi. Nikitaka kuita NYS Bwana Omar na wale wengine naita direct. Hiyo mikakati niliweka na iko pale. Hata ziko pale sahihi iko direct. Kwa nini atufanye kazi ile inahitajika? It's not about those protocols. Those protocols does not work during disasters and emergencies. Tulivunja tulipata lesson ya West State. Ilitufutia mafunzo kubwa sana. Ilipea mafunzo kubwa sana. Mnaona vile tunafanya kazi mambo ya tusiti.
communication na huyu Mr. Kanja sasa huyu DIG. Tulifanya naye kazi mzuri sana. La muhimu ni watu wote wawe na wajibikaji, wafanye kazi yao, sharing information, sharing of skills and knowledge. Na hapana puuza yule mtaalamu. Ukiona mimi nikipita mahali uliko kama vile nazungumza na mimi sidharau wewe, nazungumza ukweli, nataka tupatilike, tufanye kazi, siombi kazi mimi nafundisha shule Masinde University, mimi ni mtaalamu, niko na shule yangu na mambo mengi sana. Lakini hata serikali ikiniita nisaidia kazi, nitakuja kufanya kazi kwa serikali yangu. Haya, barabara kabisa Pius Masai. Mafunzo kadha wa kadha kutoka kwa Pius Masai, mtazamaji ambaye ni mtaalam wa masuala yanayofungamana na majanga. Asante sana kwa kauli zako Bwana Pius. Bila shaka wengi wamejifunza mengi na tutakuwa tunachukulia kutoka hapo ili kuona kwamba hiyo tahadhari inachukuliwa kikamilifu, vitengo mbalimbali vinafanya kazi yao jinsi inavyotakikana. Na mtazamaji, bila shaka kwa taarifa ambayo tumeipokea kutoka kwake msemaji wa serikali ambaye ni Isaac Mwaura, yuko pale katika eneo la Embakasi, ni kwamba alivyokueleza watu 3 wamepoteza maisha yao kufikia sasa, na vile vile 280 wamelazwa katika hospitali mbalimbali zikiwemo Mama Lucy, tuko na hospitali ya Kenyatta, tuko na hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta, tuko na Metropolitan Nairobi West, hospitali kadha wa kadha hapa jijini Nairobi, na vile vile hospitali ya Nairobi wengi wamelazwa pale.